kuhalalishwa na nyinyi mnakubali, ndio mtoka huko ndio kuwafanya hao kuwa miungu, na hilo jambo marufuku. Sasa njoni, taalau, njoni ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kwa neno la uadilifu ambalo ni sawa sawa kati yetu sisi na nyinyi. Alla na'buda illa Allah, tusimwabudu yoyote isipokuwa Allah peke yake. Wala yattakhidha, na wala wasiwafanye, baaduna, baadhi yetu, ba'dan, afwan nimeruka, alla na'buda illa Allah, tusimwabudu yoyote isipokuwa Allah peke yake. Wala nushrika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe Mungu huyo na chochote. Unaposema shirki, unajua watu wanaelewa mpaka wamuone mtu kavaa tunguli kaweka mbele pale, hazima kila kona, ndio ile shirki. Kinyume na hapo mtu hajakubali kama ile ni shirki. Kumbe inawezekana Kibwengo akamwambia mtu lazima uchinje jogoo mwekundu, kama usipochinja mwanao ataumwa. Yeye alichokifanya, akaenda akatafuta jogoo yule yule mwekundu na akachinja, akaelekea kibla, kanoa kisu vizuri, afu akasema bismillah, Allahu akbar. Hapa anafujiona yeye kachinja, kataja jina la Mungu au kwa tatizo gani? La, kilichokufanyisha uchinje nini? Nini kilichokusukuma ukatafuta ile jogoo uchinje nini? Yale maelekezo ya Kibwengo. Hiyo ndio ushirikina tunaozungumzia, sio kule kuelekea kusema labda pengine bismillah wal uzza. La, utasema bismillah, kisu kitakuwa kizuri, utaelekea kibla, utafanya yote yanayotakiwa kufanya, lakini kilichokusukuma uchinje nini? Huo ni ushirikina, na humu mwetu umo, japokuwa wenyewe hatuhisi kama ule ni ushirikina. Inawezekana mtu akachinja kuku, anasema lugha aliyozoea kafara, ndio mpaka tuseme lugha tulizozoea kafara nini bwana. Mwanangu anaumwa, kwa bwana natakiwa nitafute jogoo, pengine kama Bani Israeli wanjano, tena faqihu launuha tasuru nadhirin, nichinje. Kaangaika katafuta, siku kapata yule kuku au yule kondoo au yule mbuzi, anachinja. Yeye anavyojiangalia wakati yule anachinja, kaelekea kibla na kataja jina la Mungu. Baada hapo anaboye, sio mshirikina. La, bado ni ushirikina, kwa sababu kilichokusukuma uchinje sio Allah subhanahu wa ta'ala. Kilichokusukuma uchinje ni mzimu unataka, kinyume na hapo huo ni ushirikina. Kienda ngende umechinja kwa sababu umeambiwa kule ngende uchinje, yule bado ni ushirikina. Wala nushrika bihi shay'an, na tusimshirikishe Allah na chochote. Kuchinja tuchinje kwa ajili yake, kufunga tufunge kwa ajili yake, yaani kila unachokifanya kiwe kwa ajili ya Mungu. Kama mganga akakwambia ufunge siku 3, alafu baada ya hapo ndio utafanya tiba ya mwanao itanyooka, kwa unafunga kwa ajili ya nini? Yale maelekezo yale, sio kwa ajili ya Mungu. Huo pia ni ushirikina. Wala nushrika bihi shay'an. Lakini pia neno hilo lilombalo sawa sawa kati yetu, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, na tusifanyane miungu wenyewe kwa wenyewe. Wala yattakhidha, wasiwafanye, ba'duna, baadhi yetu, ba'dan, baadhi nyingine, arbaban, kuwa ni miungu, min dunillah, na wakamwacha Allah. Allah peke yake ndio anastahili kuabudiwa. Jambo lolote ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu na kumfurahisha, lifanye kwa ajili ya Mungu. Hilo ukilifanya kwa ajili ya mtu mwingine, hiyo ni ibada, umeipeleka kwa ajili ya kingine. Unaishi vizuri na jirani zako, kinachokusukuma uishi vizuri na jirani zako nini? Wasinione mno. Pia haifai, kwa sababu alioelekeza ujirani uheshimiwe na uthaminiwe nani?
Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fanya, yule jirani anakuudhi, wewe fanya tu wewe wajibu wako. Yule jirani anakufurahisha, wewe fanya wajibu wako. Lakini ukifanya kwa ajili, nikikosa kufanya hivi, yule mzee nani bwana, mimi hapa rafiki yangu kweli atakasirika, hiyo pia umemfanya yule mwenzio wewe mzee nani kuwa ndio Rabbu, umemwacha Mungu wa kweli. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw, kama watakataa. Wakikataa nini? Kuja kwenye hilo neno la kuwa wote muwe kitu kimoja, wakikataa hilo, wakikengeuka, faqulu, semeni, muwaambie, ishhadu, basi shuhudieni tu, kirini katika nyoyo zenu, na tamkeni kwa ndimi zenu, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu, sisi ni wanyenyekevu. Nyinyi hamtaki basi nyinyi aminini ndani ya nyoyo zenu, tamkeni kwa kutumia vinywa vyenu kwamba sisi ni Waislamu, tunanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Muislamu al-Islamu maana yake ni nini? Huwa listislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitaa walkhulusu min ash-shirk. Uislamu maana yake sio jina au kwa sababu ulienda hitani wala sio hitani sio Muislamu. Alistislamu lillahi bitawhid, kunyenyekea, kusarenda kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpwekesha, ni yeye tu na wala hana mshirika. Walinqiyadu lahu bitaa, na kunyenyekea, kumfuata Mungu ukiwa unafanyaje? Unamtii. Walkhulusu min ashirki, na kujiepusha na ushirikina. Huo ndio Uislamu. Basi kama watakataa kwa uchache wakiri tu ndani ya nyoyo zao, watamke pia bi anna muslimun, kwamba sisi hatuna tunayemnyenyekea illa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kwanza, wa ya ahla alkitab, wameitwa ahlul kitab, ambaye nani? Mayahudi na Manasara. Mayahudi ni wale waliofuata ad-diyana allati jaa biha Musa alayhi salam, waliofuata dini iliyoelekezwa na Nabiyullah Musa, wakajiita nani? Mayahudi. Na Manasara ni waliofuata dini aliyokuja nayo nani? Nabiyullah Isa alayhi salam. Sasa kuna makosa kwani kufuata hao mitume hao, kufuata kuna makosa? Ndio. Hao wote mitume tunakiri, lakini zama zao zimekwisha. Unatakiwa utambue mtume ambaye zama zake ndio zipo, na wala uweze kusema mimi bwana nafuata maelekezo ya mwalimu tu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mimi nitaishi kwa maelekezo ya kwake yeye tu. Bwana, zama zake zimekwisha, basi mimi nitafuata za Mwinyi. Zama zake zimekwisha, mimi nitafuata mzee wa Mkukuta na Mkurabita, mzee Mkapa. Zama zake zimekwisha. Kuna baadhi ya mambo yalifaa kipindi kile, kwa sasa hayo hayafai tena. Darasa 7 mtu alikuwa akimaliza sana ajiriwa na serikali au? Yaani wewe mpaka leo unataka umalize darasa 7 ukaajiriwe? Acha masiara yako hayo bwana. Tulikuwa na elimu iliitwa ngumbaru. Leo nafasi ya ngumbaru tayari imekwisha. Lakini tukaona tuna memkwa sijui na nini wewe unataka upeleke watoto memkwa, ipo leo. Zama za watu hao tayari zimekwisha. Ishi na zama zilizopo. Ndio huko. Sio kwamba tunakiri, hatukati yake kutambua urais wa Nyerere, tunatambua urais wa Mwinyi, tunatambua urais wa Mkapa, tunatambua urais wa Kikwete, tunatambua urais wa Magu, tunatambua, lakini zama zao zimekwisha. Fata maagizo ya aliyopo sasa. Ndio hayo na ukifuata Taurati aliyokuja nayo Musa, tunatambua Musa ni mtume wa Mungu na Taurati ni kitabu cha Mungu. Mimi nafuata aliyokuja nayo Daudi nini? Zaburi, tunatambua Daudi ni mtume wa Mungu na Zaburi ni kitabu cha Mungu. Tunatambua nani? Isa ni mtume wa Mungu na Injili ni kitabu cha Mungu. Lakini zama zake zimekwisha. Inabidi ufuate zama za aliyopo sasa. Ambaye ni Nabiyullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yakiambatana anayoyasema yeye na zile
zama za nyuma sawa, yasipoambatana acha yale ya nyuma, fuata ya sasa. Ya ahla alkitabi lima tuhajjuna fi Ibrahima, enyi watu mliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara. Lima, hivi kwa nini? Tuhajjuna, mnahojiana, mnajadiliana, fi Ibrahima, kuhusiana na Ibrahim. Walikwenda Mayahudi na Manasara mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walipofika pale mbele yake, wakawa Mayahudi wanasema ma kana Ibrahimu illa yahudiya, Ibrahimu alikuwa ni Myahudi na si vinginevyo. Na Wakristo na wao wakasema ma kana Ibrahimu illa nasraniya, Ibrahimu hakuwa isipokuwa ni Kristo, si vinginevyo. Wanajadiliana marumbano na kadha. Umefika kwa Mtume, Allah anamshushia aya mtume wake, anamwambia ya ahla alkitab, enyi watu mliopewa kitabu, wafuasi wa Musa na wafuasi wa Isa, watu wa Taurati na watu wa Injili. Lima, kwa nini? Istifhamu tawbihi, istifhamu tawbihi. Kwa nini? Tuhajjuna, mnahojiana, mnajadiliana, fi Ibrahima, kuhusiana na Ibrahim. Wama unzilati tauratu, na haikuteremshwa Taurati ambayo wafuasi wake walijiita Mayahudi. Wal injilu, na haikuteremshwa Injili ambayo wafuasi wake wanajiita Wakristo. Illa min ba'dihi, isipokuwa baada ya kuondoka kwake kwa miaka mingi. Ashaondoka ndio inakuja Taurati, anakuwaje sawa wewe Myahudi? Ashaondoka ndio inakuja Injili, anakuwaje hivi na wewe Kristo? Kwa nini nahojiana fi Ibrahima wama unzilati tauratu, hali ya kuwa wao hali haikuteremshwa Taurati, wal injilu, na hali ya kuwa haikuteremshwa Injili, illa min ba'dihi, isipokuwa baada ya kuondoka kwake, tena kwa miaka mingi. Usingoje andiko hayo kila bisanawati adida, vitu vingine vinaondolewa. Qur'ani ndivyo kila kitu ukubwa wake kutoka msikiti mdogo. Afsiri kitabu kufungua usome, unapanda kule juu, unafanyaje? Isipokuwa unapewa baadhi ya isharat, na ndio maana wanaofahamu ulul nuha, ulul albab. Afala taqilun, kwa nini hamtumii akili? Afala taqiluna, sio kwa nini hamna akili. Kwa nini hamtumii akili mkajua tu moja kwa moja wewe hawezi kuwa Myahudi, sababu Taurati inashushwa, yeye ashaondoka zamani. Kwa nini hamtumii akili mkajua kwamba wewe hawezi kuwa Mkristo, kwa sababu Taurati, Injili inakuja, yeye hayuko, ashaondoka zamani. Hivi mpaka hapo unapoongoja kwenda shule utumie akili tu. Afala taqiluna, hivi kwa nini hamtumii akili? Antum, ninyi ndio hawa, hamjui lolote kuhusu Ibrahimu. Wallahu ya'lamu, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anayoeleza za Ibrahimu, habari za Ibrahimu humu ndio anayejua. Wa antum la ta'lamu,